Muda mwingine au wakati mwingine mara nyingi sana inajirudia rudia nikiwa kwenye shughuli zangu za kutwa Mungu anayonijalia kutenda in spiritual katika rohoni ninaletewa mafaili. Wapo wengi wanapitia katika hali kama hii lakini inabidi utambue na huwa naletewa mafaili. Kuna roho zinaletea mafaili. Roho hizo sio roho njema wala sio roho nzuri. Naletewa faili la mtu fulani huku zikiambatana na sauti za kujaji. Muona fulani muona ana kitu hiki, ana kitu hiki. Muona fulani anapendeza. Muona fulani anang'aa. Sikilize vizuri, kuna kitu hapa hivi ambacho nataka ukijue, na kuna kitu ambacho tunatakiwa kukitambua na kukifahamu zaidi. Kuna kitu kimejificha ndani ya kuletewa mafaili hayo kiroho. Na kuna kitu auletewi mafaili bure. Yaani mimi siletewi mafaili bure. Na zile sauti ambazo kuambatana na mafaili hayo, sauti za kujaji, za kuhukumu, yani zile yani katika namna ile inayokuambia umeona fulani hivi. Yani kwa maana nyingine ni kwamba kwa maana nyingine zile sauti zinamaanisha kwamba wewe mbona hauko kama fulani, wewe mbona haujafika, au mbona haufanani na fulani kwa namna fulani, yani kwa namna fulani. Au ndivyo maana ya hizo sauti, hizo hukumu za hizo sauti huambatana na mafaili hayo ya watu ambayo mtu huletewa rohoni. Mimi ninaletewa rohoni. Na usipotambua kitu kama hicho katika zile sauti zikikuweza, maana yake ni kwamba utazalisha kitu kinachoitwa wivu. Hiyo ni moja. Mbili, utasahau ya kwamba na wewe utasahau vile vitu vya muhimu, vile vitu ambavyo vya upekee ambavyo Mungu naye kakujalia wewe. Kwa maana kila mtu ana upekee wake. Kuna mtu ana hiki, hana hiki. Wewe unacho hicho, yeye hana hicho ulicho nacho. Na wewe huna alichonacho yule, lakini ndio maana tuko kwenye cycle ya kutegemeana. Kila mmoja anamtegemea mwenzake. Ndio maana tajiri humtegemea maskini na maskini humtegemea tajiri. Ni kwa namna tu ambayo tunatakiwa tumuombe Mungu katika cycle hiyo. Wewe unapenda au unamuomba Mungu au unajitahidi uwe katika upande gani katika cycle hiyo? Cha muhimu ndio hicho, lakini utambue kwamba katika mafaili hayo tunatakiwa uzishinde hizo roho. Tunatakiwa tuzishinde hizo roho kwa sababu anguko la hizo roho ni mbaya sana. Ni kama mfano wa Kaini amefikia hatua ya kumuua Abili ndugu yake. Ni hizo roho ndo zimekuwa zikiambatana kuleta mafaili hayo, mafaili ya Abili. Mafaili ya Abili yanapelekwa kwa Kaini. Muona Abili kwa hivi, Abili kwa hivi. Maana yake mbona wewe hauko hivi, mbona wewe hauko hivi? Mwisho wa siku zile sauti zikamweza kutokana na nini? Kutokana kwamba hata Kaini hakujua njia ya kujisogeza mbele za Mungu ili kuzishinda hizo sauti. Mwisho wa siku anguko lile likamkuta ya kwamba wivu ukawa mkubwa, akashindwa namna ya ya kushinda wivu. Hata Mungu alimwambia uwe makini, ushinde dhambi. Unapaswa ushinde dhambi kwa sababu dhambi iko mlangoni, inataka kukuotea. Hivyo basi katika mafaili hayo ambayo mtu huletewa anapaswa kuyashinda, kwa maana ile ni dhambi iko mlangoni, inataka kumwotea na kumwangusha. Hivyo basi katika yote hayo anapaswa kuyashinda majaribu hayo, na anapaswa kushinda roho hizo, na anapaswa kushinda hayo mafaili, hizo roho, ya kwamba na yeye ana upekee wake ambao Mungu amemjali, ana upekee wake ambao Mungu amempa. Kwa maana kila ukijua upekee wako na ukaushika, basi katika huo upekee Mungu atakupa hatua baada ya hatua moja baada ya nyingine. Ubarikiwe sana. Amen.